Habari zenu. Mungu ni mwema sana, alitupa ndoa tuwe tunakaa ndani yake, na Mungu mwenyewe anapenda ndoa, napendi ndoa zikivunjika. Lakini wacha nikwambie mambo zangu, nataka niongeleshe siku ya leo. Sijakuja hapa kwa advocate watu waachane, but utavumilia hadi lini? Huyu mtu in the first place, huyu mzee wako, huyu bwanako anataka ng'ang'ane kwa hiyo ndoa ndio isimame. Mwenyewe ndiye alikuja akakuapproach akakwambia anataka muoane, but later on alibadilika sana. All of a sudden vitu alikuwa akizifanya ameziachilia, hataki kuzifanya tena. Na mwenyewe ndiye alikuja na hiyo maoni muoane. Na ukaona ni vizuri. Juu amejiportray vizuri, amekuapproach vizuri, na atekeleza majukumu vizuri, ukaona ni vizuri muoane. Muoane na yeye. Sasa hebu nikuulize mamangu, utavumilia hadi lini mtu tabia zake ukifikiria tunaendelea kusolve vitu? Especially nakutaka unaweza kuwa na bwanako alikuwa ameajiriwa kazi. Na alikuwa saa hiyo akifanya kila kitu. Kama ni nyumba analipa, majukumu yote anafanya, watoto analipia shule, yeye anafanya vitu zote kama mwanaume, anakupeleka hadi out. But after mmekaa na yeye akabadilika. Mimi tena alibadilika juu ameona mimi tena amesimamishwa kazi. Sasa venye uliona sasa ana strain sana, kwa sasa juu mimi ni bibi yake, wacha sasa nimsaidie. Hapo kumsaidia, kumbe ulimsaidia na yeye sasa akaamua kutulia na kabisa kurelax. Ndaki kufanya kitu yoyote sasa. Amekuacha sasa majukumu yote, na sasa uko hapo tunasema wacha tu ni strain. Hakuna wakati uso ama macho ilipinduka ikaenda nyuma ya kichwa. Inafaa kukua penye inafaa. Huyu mwanaume after hiyo time yote anaona wewe unang'ang'ana, alikuachia kila kitu, hata akipata pesa huko na njia zingine hawezi fanya, maana anajua wewe utafanya. Ukimuuliza sasa amefikia mahali alibadilika kabisa, maana anajua sasa wewe utafanya, hata kufanya. Amerelax tu, anakaa sasa ni kama wewe ndio umemgoa, ama ni kama anajaribu umlipe vitu zenye amekuwa akikufanyia. Sasa ni kama wewe anataka wewe sasa kumfanyia. Sasa hebu nikuulize wanawake, mtavumilia hizo vitu zote hadi lini? Ukijaribu kusolve mambo na hakuna kitu inaendelea, mtu hata habadiliki, in fact anakuwa anaendelea akikuwa worse each and every day. Leo ako hivi, kesho tena anakuja na mambo zingine. Wewe kazi yako sasa ni kung'ang'ana. Sasa hata kuacha huko, wewe ujipange na majukumu zako, hataki kujua. Hata akipata kazi basi hataanza kulipa, maana hata sana kutekeleza majukumu, maana hasa sasa wewe uko hapo. Utavumilia hivyo hadi lini? Ama mwingine ni mwanamume mwenye ni violent. Huyu mwanaume ni violent. Useme mimi tena ile siku nilimkosa ndio maana alinichapa. Ukiona mtu kwanza mara kwanza amekuchapa, si ati ni kitu umemfanyia. Mtu wa vita ni wa vita. Usipomfanyia umfanyie, atakuchapa tu. So utakapo useme atabadilika. Ukiexpect anabadilika, anakuwa worse. Sasa inakuwa sasa hata anakufanya hadi kiwete, anachukua mapanga, anachukua hadi acid, anaweza kumwagilia visu, wengine ataenda hadi na nini? Anaenda hadi na risasi, hata anaweza kumalizia nayo. Utavumilia hayo yote hadi lini? Ukisema tunataka tu ndoa ikuwe sawa. Ndoa ni nzuri sana na Mungu mwenyewe mwenye alipiga chapa, lakini sasa ni ya watu wenye wanatakia na mambo mazuri. Watu wenye wako na kichwa kizuri, watu wenye ujinga imewaisha kwa kichwa. Ndoa si ya watu wako na ujinga kwa vichwa zao. Maana uko na tabia zako, niko na zangu. Nisipo acha zangu na wewe uacha zako, hatuwezi elewana. Maana itakuwa vipi hivyo? Huwezi jifeva. Na sasa hapa mtu ni ajipende. Kuwa na self love. Before upende mwenzako, hebu mwanzo jipende. Usipende unakaa hapo unahurumia bwanako atakaaje. Sasa atakuwa anaoshana nani manguo, anatusaidia, anatupia chakula, anatulipia nyumba. Tembea before kufanya kiwete, maana atapokufanya na kiwete, shida itakuwa sasa mara mbili ya venye ilikuwa. Na sasa hapo utaanza bibi, maana sasa huna nguvu ya kufanya kazi na venye ulikuwa, na alikujua ukiwa na nguvu zako. Amekuharibia maisha yako. So jipende. Kama mtu ameanza na tabia kama hizo na ndoa ni changa, hebu achana huyo mtu, maana hakuna pahali hata huyo mtu hatabadilika, utaishi na shida hivyo. Hatabadilika na kabisa. Unakuwa unakaa hapa ni kusolve, unasolve hii, ikiisha hiyo inakuja ingine. Ukimaliza kusolve tena ingine ndio hii inakuja. So jitoe mapema, ni mapema. Na sijakuja hapa kwa advocate watu waachane. Kama bwana wako ni mzuri,
kaa na yeye vizuri sana. Usimwonyeshe madharau, mtreat vizuri. Kama wako anapenda tabia na kama hizo, oh my God, zenye zote zinakuudhi kila mara, hebu achana na yeye. Na usingojea nini abadilike. Yale ni kuwa wanavyo hata badilika, atajifanya amejificha kama venye kobe anafichaka kichwa chake ndani ya mwili wake, kisha baadaye anautokelezea. Sasa hata huyu atakuwa hivyo, atajifanya mzuri, kisha tena baadaye atakuja kufanya mambo mengine makubwa kuliko venye alikuwa amefanya. Jipende sana mama, uende ujitafutie before ufanye kiwete, ukuwe hata una nguvu yote ya kufanya chochote. Love yourself na ujijue vizuri, na chenye nataka na kwa maisha, usifanye mtu yeyote akisimamishe, manake maisha ni yako. Na usisubuliwe na mtu alikuja mjenge doa, si msubuane. Kama mtu hataki doa, atebeze mguu zake aende huko akasubuana na wenye anataka kusubuliwa na huko. Usitake kutoka huko ukiwa na magonjwa, depression, stress, bipolar, magonjwa mengine yenye inakuja na kusugua na kwa akili. Manake na kazi yako, unasikia wanawake wengine wakisema vinyata ati sijui alinunua vitu, manake kazi yake ni kuuza, analetea wanawake na kwa nyumba, hata amekaa hapa avumilia, ati sijui manake hata nini hata change. Hiyo na kuchange ni yake. Kama atachange ni achange, basi naendelea na maisha yake. Usigoje mtu hapo ati abadilishe tabia zake bovu mwadele kukaa naye. Manake vitu zingine hata sijui watu walitoa wapi kuvumilia mtu tabia zingine. Ndio maana unakuta sasa amekuwa mtu sasa ameshazoea. Hata akili anajua huyu tu atanisamea na tutaendelea. So hakuna kitu hawezi fanya. Tumetoleka ni wote ichiro. Maisha kama hao usiyakae. Jifurahishe moyo wako. Chenye kitu unaona hakikufurahisha tena nacho kabisa. Hata Mungu mwenyewe hakimfurahishi. Wenyewe haufurahishwa hata Mungu hafurahishi. Jipende. Na mama jipendeni tafadhali. Usikae hapo juu mtu anakulipia rent, sijui anakupea pesa, sijui anakufanyia nini, hiyo yote usiangalie. Angalia mwanzo. Huyu mtu anachangia kukuletea stress ama achangia. Anachangia vipi maisha yako? Kama ni negative, usiangalie hizi vitu zenye anakupea vitu za kuisha. Hata hizo pesa unaweza jitafutia. Hiyo rent unaweza jilipia. Watoto kama hao unaweza ng'ang'ana au walipie shule. So, usikae ati ukingojea vitu kama hizo. Kipendeni. Na watakia hilo. Tilieni manani hayo na Mungu atawasaidia. Thank you very much my viewers.